Tunasema Raila alifanya makosa kukufa, angekufa. Angengoja wamalize hii bili itoke kwanza alafu basi akufe. Kwa sababu alikufa na inchi. Sasa tena kifua Raila akaenda na sisi tena tukarudi sasa penye tena Raila alianzia. Sasa tuko kwa giza. So hii sheria in short ni hivi, hii ndio inaitwa digital curfew. Unaona vile ulikuwa na curfew? Itakuwa digital curfew. Utakuwa unasikia tu ati tumezima internet for the next 2 days. Hii ndio inaitwa digital detention without trial. Ndio hiyo sasa. Sema Obina sasa nianze kwenda maandamano, alafu ionekane kuna jamaa fulani anaitwa Obina in the US ananitumianga mimi pesa kila wakati. Yaani kama maandamano ni kesho ananitumia leo. Huyo jamaa ni terrorist. So hata kama unanitumianga za sapa ama za cabbage hiyo siku, wasema huyo jamaa ni terrorist. You are aiding terrorism activities in the Republic of Kenya. Raila alifanya makosa kukufa, angekufa. Angengoja wamalize hii bili itoke kwanza alafu basi akufe. Kwa sababu alikufa na inchi. Sasa tena kifua Raila akaenda na sisi tena tukarudi sasa penye tena Raila alianzia. Sasa tuko kwa giza. So hii sheria in short ni hivi, hii ndio inaitwa digital curfew. Unaona vile ulikuwa na curfew? Itakuwa digital curfew. Utakuwa unasikia tu ati tumezima internet for the next 2 days. Hii ndio inaitwa digital detention without trial. Ndio hiyo sasa. So tumemaliza sustainability. Tunakuja kwa number 11, important details. Why am I saying important details? Nataka uelewe hii sheria itafanya aje kazi. Hapa kuna kitu inaitwa NSAC, kuna kitu inaitwa NCCC, kuna kitu inaitwa NCCC Secretariat, kuna kitu inaitwa Financial Report Center, kuna kitu inaitwa KRA, kuna kitu inaitwa NCIC, kuna kitu inaitwa Asset Recovery Agency, si ndio? Hii ndio kitu yenye watu hawajui. Article 240 ya katiba inasema nini? Article 240 ya katiba inasema there is established inasema members wa the National Security Advisory Council, si ndio? Members wa National Security Advisory Council, watu waangalie hiyo kwa katiba. Kama una watch, angalia. Members, the person who chairs or presides over it ni president, si ndio? Alafu deputy president, kuna CS wa security, kuna IG wa police, kuna DG wa NIS, kuna CS wa defense, attorney general, CDF, DAU, DPP yuko hapa, si ndio? So president ni nani? William Ruto. Nataka uelewe vile inakaa sasa hii. Kithure Kindiki. CS wa defense wa internal security Murkomen. NIS ni nani? IG wa police ni Kanja. NIS, DG wa NIS ni anaitwanga Haji, Nurdin Haji. CS wa defense ni Soipan Tuya. Attorney general ni Nancy Oduor. CDF ni nani? Kahariri. Sasa hiyo ndio the Security Advisory Council. Nataka uelewe kwanza, ndio watu wasikie. Unajua watu wanasikia tu it will be reporting to the NSAC, it will be doing that. This ina report kwa hao watu sasa. Hii NCCC iko na nani na nani? The National Cyber Crime and Coordination Committee iko na, unajua iko na nani? Iko na PS wa nini? Wa interior. PS wa interior ni nani? Raymond Omolo, si ndio? Iko na PS wa ICT and Digital Economy, si ndio? Anaitwa nani? Angalia. Si nani ule wa Kiambu? Utaangalia. PS wa ICT. PS not CS, PS. Wa nini? Iko na governor wa CBK, iko na governor wa Central Bank of Kenya. Anaitwa nani? Thuge. Anatoa Thuge. Iko na nani? ICT ni John Tanui. John Tanui? Yes. ICT John Tanui, si ndio? Yes. Iko na ule nini wa OCDF, nini? OCDC, ndoga? Data Protection Commission. Anaitwango? Kasait. Immaculate Kasait. Iko na nani mwingine? Actually hiyo kitu iko kwa hiyo act. Ishasema
section 2 ya hiyo act not section 2, section interpretation, after interpretation part 2 ya hiyo nini iko na hii mambo ya hii committee. Eka tu like nini members of the National Cyber Crimes Coordination Committee, tujue hao members. Iko na huyo, iko na inakuwaga na huyu na huyu, iko na IG wa polisi bado, iko na Attorney General. Unaona ni watu wanajiripotia wenyewe kwa wenyewe. Hii basically ni executive inajiripotia. Ni kama tu sasa Ubina unasema sasa tunataka to have a meeting, tutaenda kuongelea mambo ya Kenya, alafu ni wewe na bibi zako na watoto wako. So you report to each other the way Uganda is, ndio? It's a family affair. It's a family affair. The government is reporting to government. CDF ako hapa. Nani mwingine? PS Interior. Umeona? Hii ni ministry zenyewe zina report to each other. So huyu IG bado anakaa hapa. So hawa wana report, hii committee unajua ina reportingi kwa nani? Ina report kwa Murkomen. Iko hapo, kwa hiyo ndio ukisoma ina report kwa Murkomen. Hawa ni watu wameamua like tutatafuta hiyo makosa sisi wenyewe na tutajiripotia, alafu sasa tutaamua. Alafu sasa wale wenye wanatumwa kufanya kazi, sasa wakishaamua mwenye atakuwa anatumwa kuzima internet ni hao watu wa NCC secretariat. There is established a secretariat. Unajua nani? Nataka uangalie, nilikwambia details matters. Kuna jamaa anaitwa the chair wa hii secretariat anaitwa Colonel Dr. James Kimuyu. Enda uangalie qualifications zao jamaa. Enda uangalie qualifications zao Colonel Dr. James Kimuyu. Ndio ujue hii kitu haijatengenezwa. Hii kitu si mchezo vile unafikiria. Bado kwa hiyo kuna mtu anakaa hapo mwingine ni Director of Communication Authority of Kenya. Bado kuna DPP, Director of Public Prosecutions. Director of Renson Ingonga. Alafu wa Communication Authority of Kenya. Director wa Communication Authority of Kenya sasa anaitwa nani? Alafu DPP tunajua ni Ingonga, na umemwona alikuwa wapi? Did you see where our DPP was? Alikuwa wapi? Alikuwa anapeana exams. Alikuwa anapeana exams. Financial Reporting Committee. Unajua mbona iko hapa? Unakumbuka nikikufunza mambo ya Terrorism Act? Under that Terrorism Act kuna kitu fulani ilitengenezwa, kuna act fulani ya 2012 inaitwa Pokamla. Pokamla. Proceeds of Crime and Money Laundering Act ya 2009. Ndio nakwambia Kenya ilikuwa na watu werevu kitambo. Huyu jamaa sidhani yeye ni mwerevu. Kenya ilikuwa na watu werevu zaidi yake yeye mwenyewe. Walitengeneza hiyo kitu 2009 hata kabla katiba mpya ikuje. So hawa under that act walitengeneza hii FRC, Financial Reporting Center. Unajua inafanya nini? Kazi ya Financial Reporting Center ni kuzuia proliferation financing. Proliferation financing ni kama yani upeane pesa watu wasafirishe mabomu ama watengeneze mabomu. So sasa umeelewa mbona CBK iko hapa? Umeelewa mbona governor wa Central Bank ako hapa? Access. Yes, like kujua hii pesa imetoka. Unasikia pesa ikitoka Somalia hivi kwanza wanaweza ifreeze. Because wameweka hizo ni danger zones. Kenya ilikuwa na watu werevu, msidanganywe ati zaidi kuna watu werevu. Kenya ilikuwa na watu werevu. Wewe uliona kazi yenye Tomboya alifanya kwa sessional paper number 10 na Kibaki back at independence. If Jaramogi was already doing things to do with airlift programs. Sasa zaidi kuna watu werevu. Sasa hizi badala watupea airlift programs za scholarship na nini, wanatupea airlift programs za kwenda wapi? Kufanya kazi Qatar. Kuingia Gulf.
proliferation financing, alafu ya pili ni money laundering. Wanaangalia mambo ya money laundering I think, alafu pia wanaangalia mambo ya terrorism financing, right? Unakumbuka nilikwambia terrorism ni nini? Sasa unaenda ukisoma hiyo terrorism act, sema Obina sana nianze kwenda maandamano, alafu ionekane kuna jamaa fulani anaitwa Obina in the US ananitumianga mimi pesa kila wakati, yaani kama maandamano ni kesho ananitumia leo. Huyo jamaa ni terrorist. So hata kama unanitumianga za sapa ama za cabbage hiyo siku, wanasema huyo jamaa ni terrorist, you are aiding terrorism activities in the Republic of Kenya. So hiyo wakati hiyo yenye mtakuwa mnasema tunataka live stream vitu, ndio wanasema unajua kuna watu wanafund terrorism in our republic, so we need to switch off our need for our security. Na kuonyesha kwa nini hiyo sheria ililetwa sasa. KRA Obina, umekuwa unaonekana ni kama hii channel yako ina promote vitu. Kwanza unalipanga tax. Wanakutumia nini? KRA. Obina, kuna hizo mbili huko wailipa. Sasa unajua ime multiply. Sasa hii ilikuwa 200 shillings. I'm sorry, sasa kuna ka M hapo mbele. 200 million hujalipa hii miaka yote. Obina, sasa wewe usijui utafanya aje. Sasa Obina umetense, unashindwa ufanye aje? Wanakuambia lakini there is a way out. Si useme tu serikali si mbaya. Well, hii serikali ni mzuri sana. Unaona? Alafu mpaka kuna asset recovery inatoa agency. Kisha kupata na hizo mavitu mpaka kuna NCIC inatoa National Commissions due of nini cohesion and integration, sio? Wanaangalia wanasema ni ukweli vile tumeangalia hao vijana, watoto wetu wenyewe kweli, wazazi au watoto wetu wanahitaji maombi, kwa sababu hata vile tunaenda umeona mambo yenye wanasema online, wacheni tu tuzime internet, si ati tunawachukia, it is for their safety in NCA. Sasa hii ndio nataka uelewe. Siku hii sheria itaanza kufanya kazi ikipita. Hivi ndio hii mambo itakuwa inafanyika. Acha nikupatie example ya ni moja watakuwa napeana. Utasikianga mtu anakuja anasema hivi. Utakuwa unaonanga Raymond Omolo because hiyo ni docket yake. Au janga hapo anasema after wide consultations with the National Security Advisory Council. Kwanza mkisikia hiyo mnaogopa, alafu wamepanga line wote hapo. Unaona unajua sawa watu wana interpret aje? Hata jeshi ilikuwa hapo. Si mchezo. After wide consultations, we realized there are so many threats to our security as we heading towards election, and we sense, I don't know how government always senses wakati things are not in their favor, but they never sense when things are favoring the people. You know, they never sense that 60 people died during maandamano, sindio? That one they can't sense. But ukislap polisi, that's why they sense. Wali sense ule kijana alikuwa amevaa hiyo nini ya red ya Bulls. Walimfuata, alikuwa ndo nani? Ian. Walimsense, walimfuata, walimsniff haraka alishikwa within 3 hours. Lakini kujua tu nani aliua Rex Masai. Tunaona kwa video ni ujamba tu like sisi ndio tuko na shida ya macho. Si yeye. Ninyi wewe unaona ni yeye kweli? Hapana, usi yeye. Ati Albert Ojwang amekufa, mimi sijasikia hiyo. Umeelewa? So hivi ndio kitu itakuwa inafanya nini? Itakuwa inafanya kazi. So utakuwa unasikia due to that reason it has therefore been decided. A directive is hereby given. Naona sasa hiyo nilikuwa nakwambia to give directives on. Wanasema sasa kama saa hii, see there is an example of an application that is not working in Kenya right now. Telegram, si ndio? Telegram haifanyi because ya nini? At the exams. Inamaanisha nini? Kama unafanyanga biashara yako on Telegram, sasa hii hakuna do. Sasa you are infringing my economic rights. Na katiba yenyewe imesema hata tukikuwa na threat, wacha ati umeinfringe. Kukiesa kuwa tuna threat, ati unataka kuinfringe rights zangu, tunaifanya nini? So hii sheria kwa sababu imetengenezwa ina maana that inavunja sheria, inavunja katiba. Tunakuja tunasoma katiba yetu article 24. Enda tu usome article 24 inasema nini? Any law customary or international, yani hata kama nyinyi wa Masai na ni amwezi tengeneza sheria yenye iko kinyume na nini? Na hii katiba, customary or international, inconsistent with this constitution is void to the extent of that inconsistency.
So hii law ni void to the extent of which inconsistency that number one haiko very clear na nini. Number one hakuna mtu akona power ya kutuzimia nini. So huyo jamaa unaona anaitwa James Kimuyu, huyo ndiye atakuaga sana anapeleka hiyo order wapi, anaipeleka wapi? Nani yako in charge of our internet? Communication Authority of Kenya. Si ndio maana unaona huyu jamaa kwa hapa. Sasa huyu atakuaga anapelekewa na si ni sheria. Because ikipita ni sheria. Sasa inasema court haina maneno kwa hii. Anapelekewa na ambiwa unajua sasa utazima. Jamaa ana option but to switch it off. Hivyo ndio Tanzania iko. So if you need an example of how this law will work, look at Tanzania. That is how it will work. So remember, evil only thrives in the dark. Ndio maana unasikianga the dark days. So Obina, nimemaliza my part. I wanted to tell people this. Ni kubaya. These are the kind of things that burn countries. And this could be the reason why we might not have elections in 2027. Unajua wa Kenya vizuri. The more unawaambia, kwanza wacha nikwambie kwa nini kitu wafai hata kuijaribu. Wewe vile unajua wa Kenya, Mkenya anaweza kaa offline 2 hours na anajua ati umezima. Si wataenda hiyo Communication Authority of Kenya wenyewe. Vile tu unajua tu stima ikipotea. Uliona Nyanza vile wana dilingi na watu wa stima. Stima ikipotea ati transformer imeharibika. Wanaendanga wanaita hao watu wanawaambia aje? Nani anafanya welding? Kuna mtu anafanya welding hapa. Wewe ufanyi welding. Haya basi wacha izime basi. Kama ufanyangi welding na kuelewa. Stima Nyanza ipoteangi more than 2 hours 3 hours ndio. Wale wasio wanaendanga kupush for it wenyewe. Sasa vile unajua wa Kenya na kila kitu yote inafanyika. Ukumbuke hakuna makazi. Na watu wako overqualified. So wale Yahoo boys unasikianga wale ule jamaa mwenye alifungwa Dubai anaitwa nani? Alichukua Dubai Hashpapi. Yeah, Hashpapi. It's a creation of these things. It's a creation of mumesoma, mko na skills, mko na nini na hakuna nini? Hakuna jobs. So we become scammers. So vijana wa Kenya wameamua tutafanya coding, tutafanya nini trading nini. Alafu uamue siku moja kuzima internet. What will you do? So this is what burns countries. Lakini wacha nikwambie hii sheria pia imeletwa juu ya nini? Pia inaweza kuwa ililetwa kumesha kitu moja. Who can the people gather around? Because remember after Raila we don't know who will gather around, who people will gather around. So wapee sheria mbaya tuone nani atawapigania. Mwenye watafuata huyo ndio adui yetu, huyo ndio tunataka. Shida ni is not clear anymore because hii inahusiana na watu directly. So Obina, nimemaliza kukufunza leo. Now questions flow ni yako. Nadhani tumeelewa hiyo formula from the start to the finish. Tuko na how many MPs? 290. 290? Elected. Hii ndio kazi yao. So I think wanafaa kunitumia hizo mado. Because wao ndio wametuweka hapa. So thank you. Nimemaliza. Thank you very much. Wow. Makofi tafadhali.